Hi, assalamu alaikum. Karibuni katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni, naomba like, subscribe, share kwa wenzako ili wapate kufaidika. Karibuni sana. Leo tunavuka mpaka ya Uganda. Tunavuka mpaka ya Uganda, tunapika leo matoke ya Kiganda. Kwenye sufuria nimeweka maji, nimeikatakata ndizi yangu. Ndizi ni mbichi. Nimekatakata ndizi kama 1.5 kilo hivi, nikaikatakata vipande, nikachemsha na maji. Sasa hapa mnavyoiona nasonga kama ugali. Hawa Waganda huwa wanatumianga maganda. Mimi sikuwa na maganda. So ingekuwa mzuri sana unachemsha na maganda pamoja, lakini sikuwa nayo. So ikanibidi nichemshe kama tu na maji ya kawaida na nisonge kama ugali. Kisha baada ya kusonga na kuiva, nikachukua hii aluminium foil yangu, ndio nikaibandika ile ndizi yangu ambayo imeshaiva. Niliweka pia chumvi kidogo, sikuonyesha kwa video. Kama mnavyoiona watazamaji wangu, naiweka kwenye hiyo aluminium foil, ndio nafanya kama maganda ya ndizi sasa. Lakini kama uko na maganda ya ndizi ndio kazi rahisi, na huwa inakuanga na harufu nzuri ukipata hiyo maganda ya ndizi. So naifunika hapo, na nitahakikisha nimefunika vizuri isipate nafasi, ili baadaye nikienda kuongeza pale maji isipate nafasi ya kuingia ile maji. Unahakikisha umefunga vizuri na hiyo aluminium foil. Nitaongeza aluminium nyingine juu ili ipate kufunika vizuri kabisa. Lakini kama uko na maganda ya ndizi ndio nzuri zaidi. Mimi sikuwa nayo, so ukiwa nayo unaweza funika na hiyo maganda ya ndizi watazamaji wangu. Kisha kwenye ile sufuria ambayo nimesonga naye hiyo ndizi, ndio nikaweka maji kidogo hapo, nikaitumbukiza ile ndizi ndani na ifinika kwa muda dakika kama 3-4 hivi inshallah. Hapa kwenye sufuria lingine nimeongeza mafuta kijiko 2, na nikaongeza ile marinated chicken ambayo niliongeza maspices zangu. Nikaongeza paprika, nikaongeza turmeric kidogo, black pepper na curry powder. Unaweza tumia ile spices ambayo uko nayo. Kisha nikatwanga kitunguu saumu, garlic paste, nikaweka kijiko 1 na ikaranga vizuri hapo kwa muda dakika 2-3 hivi. Kisha baada hapo nikautoa ule nyama ile chicken yangu ambayo nimefry hapo, naitoa na iweka pembeni. Kwenye the same sufuria nikaongeza mafuta kijiko 1, na nikaongeza kitunguu ambaye nimeikatakata kidogo. Kisha naikaranga vizuri. Mnavyoona watazamaji wangu, hii chakula ni tamu ajabu, mjaribu na mpikie wa familia, wataipenda sana. Kisha baada hapo naisaga sasa hiyo hoho na nyanya nimetumia kama 2 hivi, naichanganya pamoja na dania. Waona ninavyofanya? Natumia hii blender yangu, naongeza maji kidogo, kisha blend. Kama kuna hii blender ya juice pia waweza kutumia. Mimi nilikuwa naichopa, ndio ninaweza kuichop nayo. Kama kuna ile blender ya kawaida pia waweza kublend nayo, hamna shida. Nishai blend nyanya, hoho na ile dania, ishasagika vizuri mnavyoiona. Kisha baada hapo nitachukua mixture ya hoho na hiyo nyanya, nitaongeza wapi? Kwa ile sufuria ya kitunguu. Kumbuka nimetumia muda mdogo. Ukitumia moto mwingi wa chakula yako itachomeka. So nimetumia moto mdogo wa chini, na ikaranga na ichanganya vizuri mnavyoiona watazamaji wangu. Kisha baada hapo naongeza hii Faraj yellow tomato paste, na ambayo naipenda sana mimi. Kama ambayo uko nayo unaweza itumia yako ambayo unaipenda, kama kijiko 2 hivi nikaongeza, na inachanganya vizuri tena. Kisha baada hapo watazamaji wangu, angalia video mpaka mwisho ili upate kufaidika. Kisha baada hapo nikachukua spices yangu nikaongezea. Sikutumia spices mingi, kidogo, ile half teaspoon ndio nikatumia. Na unaweza tumia ile spices ambayo uko nayo jikoni. Kisha baada hapo naifunika, nataka ive kidogo. Nikairudia sufuria yangu,
Nikaongeza ile marinated chicken ambaye mwanzo niliweka pembeni, nikaitumbukiza ndani. Sasa naikaranga vizuri, naichanganya changanya mnavyoiona watazamaji wangu. Nitaifunika tena kwa dakika moja, nikairudia sufuria. Kisha baada hapo nikaongeza cooking cream. Kama hauna cooking cream waweza ongeza yogurt ama coconut milk. Huwa hii inapatia ladha nzuri chakula na harufu nzuri pia. Kama huna naye pia sio lazima, waweza pika tu hivyo mchuzi wako. Naichanganya changanya vizuri. Kisha baada hapo nikaongeza dania kwa juu. Ni optional dania, kama huna naye pia unaweza skip hiyo part. Chakula yetu iko tayari. Sana ni kupakua. Nimetoa ile ndizi kwenye matoke yetu kwenye jiko. Hiyo foil ilikuwa moto sana, nilikuwa najikaza tu, lakini ni moto. So naifungua ile aluminium foil. Wow, ilivyotokezea, ilivyotaradadi, harufu nakwambia is amazing guys. So naomba mjaribu, mpikie familia, mpikie watoto. Hii chakula ilikuwa tamu sana sana, mimi naipenda sana. Ni matoke na mboga. Unaweza pikia nyama ya kuku, unaweza pikia nyama ya mbuzi. Ndio hiyo nimewafaidisha siku ya leo watazamaji wangu. Ukiwa mpya kwa channel yangu, na kuomba usubscribe, ulike, ucomment, ushare kwa wenzako. Naomba mnifikishe 1000 subscribers, nitakuwa nawashukuru sana. Ndio hiyo yummy, nakwambia ilikuwa tamu tamu ajabu. Hadi wakati mwingine, nawatakia kila la kheri popote pale mlipo. Mungu awabariki nyote. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment hapo chini. Ukijaribu kupika, tafadhali naomba uniandikie hapo comment chini, uniambie nimejaribu kupika na ladha yake pia utaniambia ninavyo taste. Hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, nawatakia kila la kheri inshallah. Ni mimi wenyu Farish Cooking, nikiwaambia thanks for watching. Asanteni sana kuangalia video mpaka mwisho. Hadi wakati mwingine, kwaherini.